majina naitwa Ombeni Nko. Ndio. Nimetokea Sombetini. Nashukuru Mungu kusimama mbele yenu. Sikutegemea kwamba nitasimama mbele yenu kama siku ya leo. Tarehe 29 kulikuwa ni siku ya uchaguzi. Na siku nilitoka asubuhi saa 12. Ndio. Kuna wateja walinipigia simu wakaniambia wanataka mifuko asubuhi. Ndio. Na hiyo mifuko ni ile ya supermarket. Nikawaya asubuhi saa 11 kama walivyoniambia. Kwa hiyo nikasambaza ile mifuko supermarket mpaka saa 9. Nilivyorudi nikazungukia huku Buruka baada ya kuona mioto inawaka huku na mabomu. Ndio. Nikaenda nyumbani, nikaenda vizuri kweli. Na hela mauzo na basikeli kila kitu ninacho. Nilipofika nyumbani kuna mteja mmoja akanipigia simu. Akaniambia leo utaweza kutoka, nikamwambia leo sitoki kwa sababu leo kimewaka huko. Akaniambia nilikuwa nakuomba bwana utuletee mifuko kwa sababu leo hamna mifuko hapa. Nikamuuliza mifuko mingapi, akaniambia 10. Nikachukua mifuko 12 nikaenda nayo. Nikafikisha mizigo, ule dada akanipa hela. Niliponipa hela nikaweka mfukoni nikaja. Haleluya. Sasa nikapita kwenye mgomba mmoja baada ya kuona sasa ile mabomu yanasogea huko. Ndio. Akasema acha nipitie hapo kwenye mgomba ili nitokee pale kona Mjapani. Ndio. Nilipotokea pale sasa pale kona Mjapani huwezi kuona upande wa juu japokuwa ni lami pale. Ndio. Tumishi nimetokea tu hivi na baskeli nimeshika mkono mmoja ile baskeli. Watu wakatokea huko juu. Watu wamejaa ile barabara kweli. Sasa nikapiga mahesabu, watu wakaanza kurukia kwenye baskeli. Nikaona basi acha niachie baskeli na ile mifuko. Ndio. Ili na mimi niingie mtaroni. Ile nimesimama kidogo. Yaani nilipigwa hii. Ndio. Moja. Ulipigwa nini hiyo moja? Yaani risasi. Risasi. Nikaanguka chini kwamba tu nijishtukia kwamba niko zahanati. Ndio. Lakini yule nesa akaniambia waambie ndugu zako kwa sababu utapona. Kanaambia utapona. Waambie ndugu zako kwamba utapona. Sisi hatuwezi kutoa risasi hapa. Ndio. Akamwambia siwaambii. Akaletwa mtu mwingine amepigwa risasi hapa kwa kwenye paja. Kwenye paja, ili tujue. Tuko kwenye wodi moja hapa. Ndio. Yule jamaa akaniambia sio kweli utapona. Ndio anakuambia yeye. Kanaambia sio utapona. Nikamwambia mimi sina shida kwa sababu kwanza mimi sina mke wala sina mtoto. Nikamwambia wewe usisikitikie kwa sababu mke wako huyo hapa amekufuata na mtoto. Usinisikitie mimi. Tukakaa pale. Ule bwana ndio. Mimi sipolala kwa kweli. Ndio. Kwa sababu nilitamani niangalie na kufaje. Ilipofika saa 7 ndio. Ule bwana akazidiwa. Alipozidiwa akapelekwa. Akapelekwa wapi? Akapelekwa kwenye chumba sijui cha operation. Ndio. Sikuelewa. Lakini baadaye ndio. Ule bwana alifariki. Alifanyaje? Alifariki. Basi nikakaa pale. Ule nesa akawa ananiambia umemwambia ndugu zangu, nikamwambia simwambii. Simwambii kabisa, simwambii mtu wote kwa sababu hata nikiwaambia watasema nilikuwa kwenye maandamano. Basi nikakaa pale, nilipofika saa 11 nikamwambia niitie ule daktari. Kwa hiyo daktari akaja, nikamwambia kuna uwezekano wa kwenda Mount Meru. Akaniambia uwezekano upo, lakini sitatakiwa gharama. Nikamwambia gharama shingapi? Akaniambia gari ndio hilo hapo, lakini sasa ni 80 kupeleka pale Mount Meru. Nikamwambia basi naomba mnipeleke. Akaniambia una hela? Nikamwambia usiwe na wasiwasi. Nikapelekwa Mount Meru na ile ambulance. Saa hiyo ni saa 11. Kaa pale wakaniambia bwana subiri kwanza mpaka ule daktari aje ili akupeleke kwenye x-ray ili tuione iko pande gani. Basi saa 3 nikapelekwa kwenye x-ray. Ikaonekana iko hapa hivi. Ndio. Iko ndani. Risasi. Ndio. Ule daktari akaniambia bwana Ombeni. Hataweza kukukata hapa hivi shingo tabidi tutoboe hapa ili tutolee kwa upande huu. Ndio. Nikamwambia sawa. Saa 4 nikafanyia operation wakatoboa hapa. Ndio. Wakaiondoa. Nikakaa pale nikatundukia tipu, nikakaa pale siku 7. Ndio. Baada hapo nikaja nyumbani. Sasa usiku nikawa nasikia maumivu. Ndio. Nikarudishwa tena. Nikapangiwa nikalazwa tena siku 3 pale. Kwa sababu huku upande huu nilikuwa simsikii mtu. Yaani kuanzia hapa mtu akiongea simsikii. Ndio. Alafu yani kumeparalyze huko alafu huku pako sawa. Ndio. Nikalazwa tena pale siku 3. Ndio. Kwa sasa ni sindano za mabega na huku shingoni. Ndio. Basi kaendelea hivyo hivyo ndo nikarudishwa kwa ndugu yangu pale chini Hola City. Nikakaa pale
Ndio nikaendelea na huduma pale. Kweli mpaka Mungu alipotima tena nafasi ya kuja kushuhudia leo. Ndio. Wapi vigelegele? Nasema wapi vigelegele?